Karibu tena katika kipindi cha Medicounter Dr. Online TV. Ni kipindi ambacho tunaelimishana kuhusiana na elimu za afya, lakini pia tumekuwa tukisaidia wagonjwa mbalimbali ambao wamekuwa na hizo changamoto za kiafya. Kwa changamoto mbalimbali lakini kwa magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza. Sasa na leo nataka niende nikazungumzie katika kipengele cha wagonjwa wa hepatitis. Kama umeenda kupima hospitalini na ukakuta una maambukizi ya hepatitis, kwanza unatakiwa ujue una hepatitis gani. Umeenda kupima umekuta ndio ni positive, una maambukizi ya hepatitis. Ni hepatitis gani? Kuna hepatitis za aina nyingi. Kuna hepatitis A, kuna hepatitis B, kuna hepatitis C, lakini pia kuna hepatitis E mpaka E. Sasa unatakiwa ujue wewe una hepatitis gani. Lakini mara nyingi wagonjwa wengi wamekuwa na hepatitis B au hepatitis C. Hapa ndio wengi wamekutwa na hepatitis. Na hizi ndio hepatitis ambazo ni hatari kupita hizo zingine, kwa sababu hepatitis A inaweza ikatibika kwa mtindo wa maisha tu ya kawaida, mazoezi na vitu kama hivyo. Hepatitis B haiwezi kabisa ikatibika kwa hivyo vitu peke yake. Hepatitis C pia hali kadhalika, lakini hizo zingine zinaweza zikatibika na zikaisha. Kwa unaweza ukaona hepatitis lakini mwisho wa siku ikapotea tu yenyewe. Lakini hepatitis B, ukiambiwa hepatitis B au C, unatakiwa ujue kwa kawaida haiwezi ikatibika kwa hali ya kawaida. Lazima mtindo wa maisha usike, lakini pia lazima vyakula, lazima mazoezi, lakini pia matibabu ya kupunguza maambukizi, kwa mfano dawa za tenofovir usitumie, lakini pia upate, kama utahitaji matibabu kabisa ya kupona, upate supplement ambazo zina uwezo kwenda kuondoa ile virus, kwenda kufanya kitendo tunachoita phagocytosis, tunaita phagocytosis. Upate dawa ambazo zitaenda kufanya phagocytosis. Phagocytosis maana yake ni dawa kuwa na uwezo wa kwenda kuyaondoa maambukizi kutoka katika mfumo wa seli, wale virus kutoka katika mfumo wa seli na kuwatoa nje katika mfumo wa kawaida wa mwili, ili mradi sasa mwili uweze kuwa collect na kuwatoa nje ya mwili kama taka mwili. Kwa ili mradi uweze kupata dawa hizo pekee ndio zinaweza zikamaliza hilo tatizo lako moja kwa moja. Kwa hiyo ili uondoe kabisa ya maambukizi lazima upate dawa zenye sifa hizo. Lakini dawa zenye sifa hizo zinategemea na seli za kinga yako ya mwili zina react vipi na tatizo, vyakula unavyotumia kila siku, mazoezi kwa ajili ya kwenda kutengeneza sasa hizo seli za kinga ya mwili. Kwa hiyo kama ikiwezekana upate pia matibabu ambayo yataenda kutengeneza kinga zako za mwili kabla kwenda collect virus wa hepatitis kuwatoa nje. Lazima upate dawa ambazo zitakuwa na uwezo wa kuongeza kinga zako za mwili, kwenda kufanya immunity booster tunasema. Kuboost immunity yako kwa kiasi kikubwa. Then baada ya hapo sasa ndio uende ukafanya hiyo process ya kutoa au virus nje ya mwili wako. Lakini kitu namba moja ama kitu kikubwa ni mtindo wako wa maisha. Sababu hii changamoto unaweza ukaitatua, lakini pale tu mwili wako utakapokuwa tayari kuweza kuondoa au virus. Kwa pale tu mwili wako utakapokuwa tayari kuweza kuondoa virus, ndio virus pia wanaweza kaondoka mwilini mwako. Na mwili wako ili uwe tayari, maana yake lazima uunganishe mazoezi ndani yake. Lazima uunganishe vyakula. Tumia vyakula ambavyo vinaenda kuongeza kinga ya mwili. Tumia vyakula ambavyo ni antioxidant, kwa mfano mboga za majani kwa kiasi kikubwa. Hivyo ndio vyakula ambavyo unahitajika kula kwa wakati huo. Tumia vyakula ambavyo vitaenda kutengeneza vitamini ziwe za kutosha mwilini mwako kwa ajili ya kwenda kutengeneza energy ya kutosha katika seli na seli kuweza kureact. Lakini pia tumia vitamini ambavyo ni antioxidant kwa ajili ya kwenda kuondoa vichochezi ndani ya mwili wako, kama pia kuna vichochezi mbalimbali viweze kuondokana. Kwa hiyo unatakiwa uzingatie sana mtindo wa maisha yako kabla kwenda kuanza matibabu. Na dawa zozote ambazo utaenda kuchukua, hakikisha unajua vitu vitatu. Kwanza, ziwe na sifa ya kupandisha kinga ya mwili, immunity booster. Lakini jambo namba 2, ziwe na sifa za kufanya hiyo phagocytosis, kuweza kucorrect virus wa hepatitis na kuwatoa nje. Kwa sababu hakuna dawa ambayo itaenda kuua virus, lakini unaweza ukapata dawa ambazo zinaweza zikaenda kucollect au virus wa hepatitis na kuwatoa nje. Lakini jambo namba 3, upate dawa ambazo zinaenda kufanya detoxification ama kusafisha mwili wako, kwa sababu virus pia baada ya kuwatoa katika mfumo wa seli, kwa sababu virus anakuwa active anapokuwa katika mfumo wa seli. Baada ya kumtoa katika mfumo wa seli na kumrudisha katika mfumo wa kawaida wa mwili, anahitaji dawa ambayo pia itaenda kumsukuma kwenda kumtoa nje, ili mradi mwili umtoe kama taka mwili. Kwa hapa lazima upate dawa ambazo zinafanya detoxification, kufanya detoxify ya mwili, kuweza kucollect taka mwili zote zilizokuwa ndani ya mwili na kuzitoa nje ya mwili. Kwa sababu kabla virus kwenda kuingia mwilini mwako, anapitia stage kama sio 3 4. Stage namba 3 tunasema attachment. Virus anaenda kujiattach na seli zako za mwili.
Lakini stage namba 2, virus anaingia sasa ndani ya mwili wako baada ya kujiattach. Kwa mfano umegusana na mtu mwenye maambukizi, baada ya kujiattach katika skin yako, stage inayofuata anaingia ndani, tunasema penetration. Akishaingia ndani ya mwili wako, anaenda moja kwa moja katika seli, anaenda tena kujiattach katika seli, na baada ya kujiattach katika seli anaingia sasa ndani ya seli yako. Akishaingia ndani ya seli yako, ndipo anaanza kujizalisha. Wanaanza kuzaliana, kama alikuwa mmoja anakuwa wawili, wanakuwa 6, wanakuwa 8, wanakuwa 10, wanazaliana. Na kwa kawaida virus anazaliana kila baada ya siku 3 ndani ya mwili wako. Kila baada ya siku 3 wanazaliana ndani ya mwili wako. Kwa hiyo baada ya hapo, ili mradi sasa wewe, virus anaanza kuwa na madhara akishaingia ndani ya seli. Akiingia ndani ya mwili anakuwa hana madhara, lakini akiingia ndani ya seli zako ndipo anapoanza kuwa na madhara. Kwa hiyo dawa zitakapoweza kumtoa ndani ya seli na kumrudisha katika mwili, atakuwa tena hana madhara. Lakini utahitaji dawa kwa ajili ya kumtoa tena ndani ya mwili na kumtoa nje kama ataka mwili, ili mradi maambukizi yaishe kabisa. Kwa unaweza ukayamaliza, maana yake kumekuwa kuna changamoto. Wagonjwa wengi wanauliza kwamba naweza nikapona hili tatizo, naweza nikapona. Mwingine anakuwa amekata tamaa kabisa kwamba akishasikia kwamba ana maambukizi ya hepatitis, taarifa zilipo kwamba huwezi ukapona na vitu kama hivyo, mwisho wa siku unaweza ukaishia katika magonjwa ya saratani ya ini, kifo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mwingine anakuwa anapata hadi panic, depression inaongezeka, na mwisho wa siku tatizo linazidi kukua, kwa sababu unapoongeza pressure pia unaenda kudestroy seli za kinga zako za mwili. Na ukishaenda kudestroy tu seli za kinga ya mwili, maana yake kinga ya mwili kishazidi kuwa dhaifu, maambukizi yanapata nafasi ya kukua zaidi. Na kama unavyojua virus wanazaliana kila baada ya siku 3 mwilini mwako. Kwa hiyo utakiwi kabisa kupaniki, utakiwi kabisa kupata pressure. Unachotakiwa ujue sasa ni kwanza mkakati maalum wa kuweza kumaliza hayo maambukizi. Tangu siku ambayo umesikia una maambukizi ya hepatitis, anza kutumia vyakula sahihi, anza kufanya mazoezi, tafuta tiba sahihi, tafuta taarifa sehemu mbalimbali kuhusiana na tiba ambayo inaweza kutibu. Wapo watu ambao wametibu hii changamoto ya hepatitis. Wapo watu wengi sana, hata mimi nimehudumia watu wengi sana ambao wametibu hii changamoto ya hepatitis. Kwa hiyo tafuta taarifa sehemu mbalimbali kuhusiana na jinsi gani ambavyo unaweza kutibu hii changamoto ya hepatitis. Baada ya hapo sasa, chukua hatua ya kuanza matibabu, lakini pia kuendelea na mtindo wa maisha ambao utaweza kukusaidia kabisa kuweza kumaliza hilo tatizo. Kwa hiyo ni tatizo ambalo unaweza kulimaliza. Mambo matatu ya kujua: jua changamoto yako ni changamoto gani, hepatitis B au hepatitis C. Mara nyingi watu wanakuwa na hepatitis B kwa sababu hepatitis C inatokana na pale ini linapokuwa limeharibika kabisa. Ukishajua ni hepatitis B, jua sasa anza sasa mkakati wa vyakula, mazoezi. Anza huo mkakati. Ukishajua kwamba una maambukizi ya aina gani, jua pia virus wako, viral load inasoma ngapi, na virus F2 na virus F3. Anza mkakati wa vyakula, tafuta matibabu sahihi. Kwa hiyo ukishafanya hayo mambo matatu, naamini kabisa kwa uwezo wa Mungu utakaa sawa na utapona, na hii changamoto inaweza ikaisha kama watu wengine. Kwa hiyo usisahau kulike, lakini pia share kwa ajili ya watu wengine, kwa ajili ya faida ya watu wengine. Lakini kitu kingine ambacho unaweza ukafanya, subscribe hii YouTube channel ili mradi usiendelee kupitwa na taarifa zingine mbalimbali, kwa sababu hapa tupo kwa ajili ya kuelimishana kuhusiana na afya yako. Lengo ni kwenda kufikia ule ustawi wa kudumu katika afya yako, lakini pia kufikia malengo na kukamilisha ndoto zako, kwa sababu tunaamini kabisa pasipokuwa na afya bora mtu hawezi akawa na malengo yaliyotimia. Pasipokuwa na afya bora mtu hawezi akafikia kabisa ndoto zake, na pasipo na afya bora mtu hawezi akasimama na akaweza kuendelea na shughuli zake za kila siku. Kwa hiyo afya ni kila kitu, na tuko hapa kwa ajili ya kuelimishana kuhusiana na elimu ya afya. Lakini kama utakuwa na changamoto mbalimbali, unaweza ukatutafuta kwa ajili ya kuweza kukusaidia kwa ushauri, lakini pia kwa matibabu pale ambapo itahitajika. Sisi tunapatikana Dar es Salaam. Endelea